Maagizo kuombea msamaha wasanii. Nataka tuzungumzie hii kwenye ulimwengu wa marketing na ni kitu gani kimetumika hapo kwenye marketing na kivipi wewe mfanyabiashara unaweza ukaapply madini ambayo unaenda kukufungulia hapa na yakakusaidia sana kwenye biashara yako na yakasaidia kukuza brand yako, si ndio? Okay, let's do this. Kuna wakati brand, biashara ama huduma fulani inaweza ikawa imefikia mahali imekataliwa na wateja ama imeshuka, watu hawataki tena kuizungumzia jamii ama wananchi, na kitendo kama hicho kikitokea, maana yake ni reputation inakuwa imefanyaje, imeshuka. Na kitendo cha reputation kushuka, maana yake attention inakuwa imepotea, na kama attention imepotea, ina maana thamani ya hicho kitu ama bidhaa ama huduma ama hiyo biashara ama hiyo brand inakuwa imeporomoka. Right? Mpaka hapo umenielewa, si ndio? Sasa hii haimaanishi kwenye marketing kwamba mambo yamefika mwisho, kwamba biashara fulani ama brand ama kitu fulani kinapokuwa kimefikia kwenye situation kama hiyo kwamba eti mambo yamefika mwisho, tuna give up. Hapana, marketers huwa hawa give up. Kuna mbinu nyingi zinatumika kuweza kuirudisha hiyo brand iweze kurudi kwenye mstari kama ilivyokuwa zamani, na moja kati ya hizo mbinu ni kitu tunakiita psychological triggers. Yes, psychological triggers. Okay, ishikilie kwanza hiyo psychological triggers, nitakuja kukuelezea. Wote tunafahamu kabisa wasanii wananchi kwa sasa hivi walikuwa wanasapoti sana wanasiasa, walikuwa wamekataa kabisa kuwasapoti wasanii kwa sababu ya wasanii walionyesha kutokuwasapoti wao, na wasanii wengine walifikia mahali wakawaambia maneno machungu na magumu, na wasanii wakasema sisi tumewakuza kwa mabando yetu na tuambia hivi kimepanda kimeshuka. Wasanii wakaamua kufanyaje? Wananchi wakaamua kupiga pini, unaona. So kwa kipindi cha karibu miezi mitatu na nchi ya Tanzania imekuwa ikizungumziwa siasa tu, wasanii wakijaribu kuingia hawaingii, hadi namba zao zimeshuka and everything. Wote tunajua yani wasanii hawasikilizwi kabisa, hakuna mtu anawafuatilia kabisa, right? Sasa nataka kwa hiyo scenario na mambo ambayo yametokea kwenye nchi ya Tanzania, Maagizo ni mtu mzima, right? Na Maagizo alikuwa anajua kabisa kwamba kitu ambacho anakifanya au angekifanya wananchi wangemkataa. Yaani alikuwa anajua kabisa. Yaani kutokana na mambo yote yaliyotokea, huwezi kuniambia Maagizo alikuwa anafikiria watu wote watamkubali. Of course alikuwa anajua kabisa watu wote, karibia wote watamkataa. Sasa hiyo imaanishi kwamba itamzuia yeye kuja kuleta jambo lake, kwa sababu yeye anachokihitaji ni nyie mumkatae. Yes, nyie mnapokuwa mnamkataa anakuwa anawatumia kama amplifier. Yes, anakuwa anawatumia kama amplifier. Sasa unaweza ukaniuliza kivipi anatutumia kama amplifier? Umeona? Kuna kitu tunakiita attention hijacking. Attention hijacking. Yes. Sasa unajua kuna muda brand ama biashara inaweza ikatumia tukio fulani ama ikatumia hisia fulani ama issue ambayo ni nyeti, umeona, ili kuweza kuvuta macho ya watu wengi, umeona. Haimaanishi even if hata kama hilo jambo linaleta negative outcome, yani hawajali. Wao wanachotaka ni ku hijack attention, yani kuteka attention yenu. So kwa issue ya Maagizo alijua kabisa clear kwamba wananchi lazima wangemkataa. Yani alikuwa anajua kabisa wananchi lazima wangemkataa na wananchi watamjibu very negatively, umeona. Kwa hiyo kitu ambacho alikuwa anahitaji ni awatoe kwenye attention, awatoe kwenye ulimwengu wenu wa siasa na awalete nyie kwenye ulimwengu wa entertainment, unaona. So anakuwa anawa hijack kwenye mnavokuwa mnatoa zile negative emotions zenu, umeona, mnajibu, mnatukana, mnafanya nini, mnakuwa mnazidi kutengenezea
engagement za haraka haraka, unaona, na algorithm za social media hazijali chochote kuhusiana na emotions, kwamba hii ni negative, hii ni positive. Inachojali ni kipi kinasikilizwa sana, ni kipi kinafuatiliwa sana. Na ukiangalia kadri ambavyo masaa yanazidi kwenda, kwanzia ameongea ndo amekuwa trending. Vyombo vya habari navyo vinazidi kuipa attention, vinazidi kuichochea moto, vinazidi kuchochea moto. Kwa hiyo watu wanazidi kufuatilia hata kama ni negative, lakini ndo wanakuwa trending, na hapo ndio wasanii wanaanza kujichomeka sasa. Chwa, mara kafanya chwa, mara huyu kaingia hapa, mara utasikia fulani kafanya hivi, huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi. Tayari wanakuwa wameshafanyaje, wamesha hijack attention. Wakisha hijack attention, wanakuwa wameleta sasa jambo lao. So kwenye biashara, kuteka nyara attention ya watu ni kitu cha muhimu sana. So natumaini huo mfano umekusaidia. Okay, kuna kitu kingine tunakiitaga controversy. Controversy kama sasa, kwa hapa controversy imetumika kama catalyst. Yes, malumbano, mabishano ambayo nyewe mnayafanya yanatumika kama kichocheo. Kuna wakati unajua brandi inaweza ikawa imekataliwa kabisa, umeona. Kwa mfano sasa hivi watu walivyowakataa kabisa kuwasikiliza wasanii na kuwafuatilia, kwa hiyo wameshuka, umeona, wameshuka. Kwa hiyo nyinyi mnavyozidi, wasanii, wananchi wanavyozidi kuleta malumbano, wanavyozidi kuendelea kujibizana, kusema hivi, viongozi sijui wa siasa wanawapinga, wanasema hichi Majizo, wewe ni hivi, wewe ni hivi, ni nini. Yale malumbano yanakuwa yanazidi kuweka kwenye kitu tunaita spotlight. Yani ukiingia sasa hivi kwenye trending news, kwenye FYP ndo spotlight zinakuwa hizo, na ndio kitu ambacho kinatakiwa kwenye marketing, spotlight, umeona. Kwa hiyo kinachotafutwa mara nyingi ni kelele, noise. The more mnapokuwa mnapiga noise, kwa sababu hizo kelele zinageuka zinakuwa visibility. Kwa hiyo mnapokuwa mnawapigia kelele, mnapokuwa mnaleta malumbano na mambo kibao, na mnazidi kuwapa engagement na reach na visibility, inakuwa inawafikia zaidi, umeona. Kwa hiyo haijalishi kwamba nyie mnajibizana kwa hasira ama mnajibizana kwa mazuri, mwisho wa siku nyie mnakuwa mmeingia kwenye mtego wa marketing na mnakuwa mnawasukuma wasanii kuwarudisha kwenye trend. Nafikiri mmenielewa, si ndio? Yeah. So hicho ni kitu cha pili ambacho behind, yani psychological trigger unatakiwa ukifahamu alichokifanya Majizo, right? Na natumaini kwenye biashara yako unaweza ukaapply hicho kitu, ukatengeneza controversy, watu walumbane, wabishane kuhusiana na biashara yako. Yani mfano mzuri ni Nifa. Nifa ni guru kwenye mambo haya ya controversy. Waga anajibizana na yule nani anaitwa Resti Buras, ya, kama sijasahau, unaona. Kwa hiyo na watu wanavolumbana, watu wanavyo hivi, huyu Resti Buras kafanya nini, huyu Nifa kafanya 1 2 3 ABCD, mnazidi kuendelea kuwapa trendi attention, visibility, engagement, wanaenda mjini. Okay, hicho ni kitu cha pili ambacho unatakiwa ukifahamu katika psychological triggers in marketing ambacho umekitumia. Okay, kingine ni relevance, cha tatu, na hisi ndio cha mwisho. Viko vingi lakini hivi vitatu mimi naona ndio vimecover vitu vyote. Cha tatu ni relevance kama reactivation. Yes, I can say relevance kama relevance reactivation. Yeah, relevance reactivation. So tunajua kabisa kwenye marketing ukishakosa relevance, maana yake game yako ndio imeisha, umeona. Yani hausikiki tena, wewe hauna umuhimu. Na brandi kama brandi ama bidhaa fulani ambayo inauzwa ama biashara fulani, ni lazima ihakikishe kwamba inaweza kutrigger kitu ambacho kitawafanya watu waone, okay, let's wait, kuna umuhimu. Can you listen? What the hell anaongea huyu, unaona. So kitu ambacho amekifanya Majizo ni kwamba
amewafanya muache kusikiliza mambo yenu na muone umuhimu wa kumsikiliza yeye. Like, look at this dude, anaongea nini? Mtu msikilize, unaona? Kwa mnakuwa mnampa umuhimu. Mnapokuwa mnampa umuhimu wa kumsikiliza, maana yake ni kwamba mnakuwa mmemweka kwenye game. Okay? Mnakuwa mmemweka kwenye game. Sasa na mnapokuwa mmemweka kwenye game, maana yake mnamrudisha kwenye trend, si ndio? Yeah. Kwa hiyo Maagizo amefanya kitu kinaitwa reactivation, ameactivate ile trend ambayo ilikuwa imepotea, unaona, na anawafanya nyie anairudisha trend ya wasanii inarudi vizuri, pasipo kulipia any campaign, na nyie wenyewe wananchi mnakuwa mnapeleka trend wenyewe bila kujua. Sijui mnanielewa? Yeah. Kwa hiyo kwenye biashara yako ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unatengeneza umuhimu wa watu kuanza kukufikiria, kwamba wakupe sikio, like you know, okay, kwa ile sasa ile okay, huyu naye unampa mileage. I hope umenielewa, na mambo yako mengi ya kuzungumza, nimeongea sana na sikutaka kuongelea kabisa hii mambo, lakini nimeona itakusaidia sana kwenye upande wa biashara yako. Na kama unahitaji ni kufanyie analysis ya biashara yako, kujua ni strategy gani utazitumia ili uendelee kwenda mjini, uendelee kupata wateja wengi, nitapokea for this week, for this December nitapokea watu wachache, sababu ratiba yangu iko very full. Iko very full ama iko full? Anyway, I don't know. Ratiba yangu iko full kikweli ya. So nitapokea watu wachache tu kwa ajili ya kuweza kuanza nao 2026. Thank you. Bye bye.